Niwasikilize kwa nini mnifuata mie? Wamekufuata wewe mwanamke mwenzao. Kama wangenifuata mie namba zangu wote wanazo. Hawakunipigia simu, wamekufuata wewe mwanamke mwenzao. Mimi nawasikiliza nini sasa? Wewe mtoto. Yaani una laana au lazi au vipi? Nasemaje kama laana? Basi laana utakuwa umenipa wewe. Sijawahi kupata laana kwa mama yangu wala kwa baba yangu. Mimi ningepata laana nisingekuwa nimetengeza nyumba afu nimeweka geti. Ushaelewa Maana yake geti mwizi haingii, mpuuzi haingii kama wewe. Ndio maana umeishia hapo nje. Umeelewa? Kwa hiyo laana kama nimepata laana wewe ndio umenipa laana. Nikupe laana mimi ndio nile kutoa tumboni kwangu. Potelea mbali, ukinitoa kwenye makalio utajua mwenyewe. Wewe umepata laana ya Mwenyezi Mungu wewe na wazazi wako mpumbavu wewe. Mtoto sio na matatizo huyu. Maona mamdogo. Umemuona mwanao? Maana baada ukisema umlaumu wifu unamlaumu bure. Ila mwanao ndio mwenye matatizo. Tumekuja hapa kama tumekuja kujidhalilisha. Sasa hivi nini hivi mamdogo? Tuondoke. Pumbavu. Nganga. Abe. Mbona toka dem tena kavaidi sije kuondoka? Samahani, nilikuwa namuuliza mganga yuko wapi? Ndio mimi. Sio wewe bwana. Mganga kilinga hiki mimi namjua mwanaume na mweupe. Nikujaga hapa akanisaidia katiba zake msha siku tiba hizo nitafuta matatizo. Baba Chumvi. Karibu tupo. Sasa vipi ndugu yangu? Hapa wewe ulipotoka sio amani kabisa. Naomba tuzungumze kidogo. Mgeni wangu. Sasa kule uliponiagiza niende nikafukue maiti. Ndio. Cha ajabu yule maiti kabla sijafukua tu kanitokea njiani. Yesu. Baada kunitokea njiani akaanza kutaka kuniambia wewe kanionyesha kidole nikasema unaniambiaje? Bila kwa mimi mkati, maana yake nilikuwa nataka nimkabe Roba lakini mwisho wa siku sasa ngaona Roba hizo akanikabana yeye. Ndio nikatoka mbio nikakimbia. Lakini nikasema nje nikwambie kwamba ile kazi mimi sijaifanya kama ulivyokuwa umeniagiza, maana yake nimeshindwa. Mimi nishazoea tu kwenda kunuaga sanda nikiagizwa pale Tandika. Lakini sijawahi kuonaga mtu amevaa sanda live kwenye macho yangu. Ndio leo nimejionea. Sasa tutafanyaje na mimi ndio hivyo nishavuliwa vikoba. Kwa hiyo mshasi kwangu kama makubwa. Kanitokea anataka kavaa sanda kabisa. Jamani, mnakimbia nini? Kuwa mmeua wenyewe. Wanakulitafuta na kulipata. Hebu niachieni. Kayayu. Wanakulitafuta na kulipata. Mnao afu mnaogopa. Mzito. Hivi wewe kaka. Nyinyi mna nini? Jana mbona mmekuja wewe na Chumvi mmenishika mikono vile mnanivutafuta mpaka naumia mikono. Kuna nini? Dada. Ni mawenge tu yalitokea tu jana hivyo tu. Mawenge? Mawenge mnakuja mnanivuta vile ni mawenge? Alafu bora hata mizimu ilivyokuvua ya uganga. Maana ufai kabisa wewe. Hivi unaweza kuniambia chanzo cha kumuua yule mbaba? Dadangu acha tu nikwambie ukweli. Unajua mpaka mimi kufanya vile nilisindikizwa tu na rafiki yangu Chumvi Nyingi. Ndo alikuwa anania kuchukua ile nyumba ile. Ndo akanishawishi na mimi nikaona nisimwangushe kwa sababu ni rafiki yangu. Ndo nikaamua kufanya ile jambo. Ila mimi nilikuwa nafanya tu yani sio kwamba nalizia kutoka moyoni. Hivi kakangu una akili wewe? Yaani unaenda kuua mtu kwa sababu ya nyumba? Tena haikuhusu. Kweli? Dada. Sie tumeshakosa. Tena napenda niombe na msamaha kwako. Ila kinachotusumbua mpaka dakika hii ni mauzauza kama hivyo na watu wa mzimu yani. Ila naomba tukusaidie dada yangu kwa sababu umeshikilia vikoba vya kwangu. Naomba tusaidie. Hii tatizo linatusumbua sana mimi na Chumvi Nyingi. Yaani hapo cha kukusaidia mimi sina. Kwa sababu mchuma majanga ule ana nduguye. Tena sio nduguye mimi na huyo mwenzio. Mnaenda kutoa nafsi ya watu ambao haina hata hatia. Kweli? Hivi mnaenda kuua mtu kisa nyumba. Haya hiyo nyumba mmeipata mpaka sasa hivi? Sasa jamani, amoni mmeenda kudhulumu nafsi ya mtu pasipo na hatia. Sasa cha kukushauri, mimi siwezi nikakusamehe. Labda twende mizimuni.
ukombe msamaha wewe mwenyewe na sio mimi. Sawa? Mizimuni? Ndio. Kwa pigo tu nilopigwa ile siku ile nimezima siku 2. Bado tena niende nikajitafutie. Sasa hivi wewe unataka msamaha kusamehewa hayo mambo yaishi ama utaki? Nahitaji dadangu. Sasa kitu kimoja, twende Mizimuni. Mengine yote utaniachia mimi. Sawa. Ila utakaporudia usinishirikishe, usinihusishe. Haki ya Mungu, na hapa tena haki ya Mungu, sirudii. Haya, kama urudi. Sirudii. Haya. Baby, twende bwana. Sitaki. Sitaki nini bwana, usinifanyie hivyo, mimi nikumisi ujue. Mimi nishaukataa, mimi sitaki. Nimekataa, usinifanyie hivyo. Mimi naomba wewe twende bwana. Nini, hebu twende. Kuna kukatana kwenye mambo haya, hebu twende. Mimi sitaki. Utataka leo tunaondoka. Wewe unielewe. Kama shida yako nini? Hivi kwani unielewe shida yangu ujue? Nini? Shida yangu ujue? Kwa kwa shida tunayopitia, ila mimi nimezulumiwa nafsi yangu, na aliyezulumu ni chumvi nyingi na mganga Silfa. Yote ni kwa sababu ya hii nyumba anaitaka, na ndio maana akanibandikia deni la milioni 74 na kuomba Mamdogo kupambania hili jambo, haki itendeke. Mamdogo. Wewe Mamdogo? Mamdogo vipi? Kwema kwanza Mamdogo. Mwanangu, hata sio kwema. Matatizo tu. Matatizo gani Mamdogo tena hivyo mbio mbio Mamdogo njiani na kuita? Matatizo makubwa. Yaani kuna ndoto nimeota hizo. Sitaki hata kukwambia. Acha kwanza niende huko ni mafuta ya wauaji, alafu tutakuja kukwambia. Mazito haya Mamdogo kwa hiyo. Afadhali nimekukuta wewe baba. Hivi wewe umeacha kufanya kazi ya kuingiza kipato cha halali, umeona ufanye kazi ya kuingiza kipato cha haramu, si ndio? Wewe kumpa dawa chumvi nyingi wewe kwenda kumua mkwe wangu mimi? Wewe mama, mimi nakuheshimu sana. Tangia unaingia hapo hujapiga hata hodi, hujanisalimia mimi mwenyewe ulionikuta, alafu unaanza kukulopoka tu ovyo ovyo. Salamu si mzigo, hata wewe unaweza ukanisalimia mimi. Kwa hiyo unasemaje? Wewe unaamuaje? Sikia mama. Unajua unapozungumza kitu, mko basi unawaka nacho. Wewe unazungumza mada za kufa hapa. Alafu isitoshe hapa ni mazingira ya watu. Hivi wewe mambo unajikuja kujiheshimu wewe. Alafu kingine, huyo chumvi nyingi unamzungumzia wewe hapa kama yeye anafanya naye hicho kitendo. Kwa nini usimfuate yeye unanifuata mimi? Mimi nimeanza na wewe kwanza. Alafu nikitoka hapa nitaenda huko kwa chumvi nyingi. Unajua unachekesha wewe mama wewe. Sasa unapozungumzia kwamba mimi ndo nimefanya hicho kitendo. Haya mimi nahusiana nini na huyo mtu ambaye aliyofariki? Kwa sababu wewe ndo chanzo. Chumvi bila dawa zako wewe asingepata dawa ya kwenda kumua mkwe wangu. Wewe mimi ndo nimuita chumvi aje kwangu au? Utajua wewe, lakini mimi nimeanza na wewe. Nakuheshimu. Toka. Na mimi nakuheshimu. Toka. Sitoki hapa. Mama. Hebu mwacha kaka. Kaka pumbavu wewe. Mwangalie vile. Wewe mama wewe. Tafuta kazi za kufanya. Sio kazi za kuua watu tu, pumbavu. Tulia mama, naomba uende. Huyu hana adabu. Naomba uende mamangu. Sawa mamangu, naomba kwanza uende. Mama, hebu nenda basi. Toka basi na wewe. Usirudie siku nyingine. Uzi. Kwanza ni furahi badala ya kukusimamisha na kukuomba kuzungumza na wewe na umekubali kila hili.
Unajua hapa mtaani watu wengi sana wananiona lakini wanijui mimi ni nani upande wa pili. Ukiachana na chumvi nyingi, Ali usiupakue. Huo upande wa babangu. Ali usiupakue babangu. Lakini upande wa mama yangu huku, mimi nina mjomba wangu ambao watu wengi sana hawajui kama mimi mjomba wangu. Anaitwa Modeuji. Unamjua Modeuji? Namjua. Unamjua eh? Sasa yule Modeuji yule kaachiwaziwa na mama. Yaani Nyangemba kamwachiaziwa Modeuji. Modeuji akanyonya mpaka akapata akili zile pale akasimamia Simba. Sasa kuna siku akaniambia, "Oh, mjomba wewe usihofie kama ukiwa na shida njoo niambie tu." Nikamwambia sawa. Sasa jiulize, mtu ananiambia kama nikiwa na shida nikamwambie. Hivi nikimshauri mimi kwamba bana Simba isiwe inavaa jezi, iwe inavaa kanzu naenda uwanjani nitakataa. Mjomba sasa anasema wazo lako zuri. Kwa hiyo maana mimi ninakuwa na maamuzi hata Simba pale kwenye timu ya Simba pale mimi ninakuwa na maamuzi nayo. Kwa hiyo mimi ni mtu mkubwa sana katika mtaa. Lakini hayo yote lapcha. Lengo na madhumuni ni kukwambia kwamba unaonaje ukiwa na mimi kwenye mahusiano? Wewe nayo ukawa mpwawe Modeuji. Ukwaju, juisi, vitu dogo dogo vitatengeneza. Unakuchukua kiwandani bure, unachukua kiwandani bure. Kwa sababu sio kwa ndo mke wangu. Chumvi. Si una mke? Mke bwana kitu gani mke yenyewe yule bwana mke kama anaenda mbele kaenda nyuma bwana wewe. Hata rangi yake uiangalie wewe ikustui. Mwanamke topu limoni zimemjaa, Carolite. Lakini wewe maskini ya Mungu una topu limoni una Carolite. Uko vizuri kabisa. Tena napenda nyusi zako hizo. Kama paka, kuna muda mwingine tukikata ndani na kucheza nyusi hivi alisikia raha kabisa. Mimi nimekutaka wewe kwa sababu wewe mwenzangu una nyashi. Wewe una msambwanda, unaweza sababu mfuko wa lambo au wale maji ya shilingi 100 maji ya kandolo yamejazwa alafu yamebanwa kwa juu namna hii yanakuwa tuna hivi chini. Ndio ulivyokuwa wewe. Kwa hiyo kuna haja mimi mwanamume mwenye akili zangu timamu kukuambia hisia zangu. Nikuombe tu. Usipoteze hii nafasi. Wanawake wengi huwa wanaililia hii nafasi. Ipo kwa ajili yako. Nakupenda. Lakini pia nikushauri kitu kimoja tu au nikuahidi. Na muacha yule mpaka tokulimoni na kufuata wewe. Unasemaje? Sawa, nimekubali. Umekubali? Asante sana. Na wewe Sam unasumbua kweli, ni chapu tu, ulikubali chapu. Lakini yote kwa sababu mimi ni handsome. Na uweze kupata mwanamume mwingine kama mimi. Mimi mwanamume wa mtumba, umpate sehemu nyingine dukani hayupo. Sasa nikuombe kitu kimoja. Kwa sababu umenikubalia muda huu. Lifungue basi ile jambo kwa muda huu, basi jambo nalo lionekane kama ni kweli tumeshaongea, tumekubaliana, yani leo ikiwezekana nikunjue nafsi. Yaani maana yake nataka nikokala ile mchuzi, uko tayari? Sawa. Unakubali? Sasa ili tuamini mambo yako tumekubaliana. Tusichelewe sana. Tukienda pale kwa dunduka pale makutano ujao. Pale bwana macho ya watu wengi. Mlango ule uko barabarani ule. Ukipita mtu anakuona tu anaingia na demu, afikiangalia mimi ni mume wa mtu. Nilikuwa nafikiria tungeenda kunya maruba huku. Kuna kidimbwi cha maji hapo chini hapo. Kuna vichaka hivi. Pale kwenye kichaka pale haka. Tunakaa pale ni kwa siri. Haraka tu tunarudi, hakuna chochote ambacho kinaweza kujulikana kwa mtu. Alafu siku nyingine tutafuta guest sasa au lodge, tutatumikia vizuri kabisa. Umeelewa? Umekubali? Naina wa. Ngoja jamjacha wewe. Aya, twende basi. Aje?